alikuja mtu mmoja kwa Amiri al-Mu'minina wakati wa Saidina Ali radhiallahu anhu. Alikuwa na binti yake na wamekuja wachumba kadhaa kuposa, zaidi ya wawili. Sasa akaja kwa Amiri al-Mu'minina kutaka ushauri. Akasema, ya Amiri al-Mu'minina, ewe Amiri al-Mu'minin, mwanangu wamekuja watu kadhaa kumposa, fulani fulani fulani, nimekuja kwako unishauri, nimkubalie yupi, nimuozeshe yupi? Sasa huyu bwana ni mwenye elimu, kalelewa kwenye nyumba ya Mtume, hakumtajia jina muozeshe fulani, kamuelekeza katika yale yale maelekezo aliokuwa anaelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bidhati dini taribati yadaka. Lakini yeye Saidina Ali alimwambia maneno haya machache, zawijha bitaqiyi, umekuja kunishauri umuozeshe nani mwanao, na mimi ninakupa ushauri, zawijha bitaqiyi, muozeshe binti yako mtu aliye na ucha Mungu katika hao. Kwa hiyo pima dini yake na tabia yake, na akampa na sababu, the reason behind, in ahabbaha, kama atampenda huyo mcha Mungu, akimpenda mwanao, akramaha, atamtunza, atamweka makazi ya heshima akimpenda. Lakini ni mambo yenye upande mbili, upande wa pili wa shilingi, wa in karihaha, ikija ikatokezea sasa huyo mume kamchukia mwanao, mapenzi yakatoka, kama ni mume mcha Mungu, la yadhlimha, hatomdhulumu. Ndo faida ya kumwozesha mtu mwenye dini na tabia njema. In ahabbaha, akimpenda, akramaha, atamtunza, atamweka makazi ya heshima, sababu anapenda na mapenzi yana msukumo wake. Wa in karihaha, ikitokezea hakumpenda, kamchukia, la yadhlimha, mcha Mungu hatomdhulumu mwanamke, kwa sababu anaogopa, anafuatana na haya maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, amdhulumu hata kidogo. Itabaki mapenzi hamna, lakini atamtendea haki, amdhulumu. Imefahamika hiyo Haya, kwa hiyo Allah